You know how uko zako unatafuta kitu kwenye Biblia and unakutana na andiko ambalo lina address kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine ni kama umekuwa ukimkwepa hivi Mungu, ni kama umefanya maamuzi kwa mihemko na somehow umehalalisha kwamba God, this is what I'm going to do. Yaani kama umemweka Mungu fulani, ni kama umemweka Mungu pembeni kwenye hiyo decision. So that is what happened to me this morning. Nilipata ujumbe fulani it's really funny. Nilikuwa nimepata ujumbe fulani na nikawa nina note down kwenye notebook yangu ili nisisahau. So wakati nina note down nikasema okay, I have to refer kwenye andiko fulani fulani. Kwa hiyo nafungua Biblia nisome ile andiko, nikakutana na mstari mwingine ambao ungenifaa pia, tofauti na mstari ambao nilikuwa nafikiria kwenye that same chapter. Kwa hiyo nikausoma ule mstari nikasema okay, nitaongezea na huu. Sasa katika kuperuzi nikakutana na andiko na linaniface macho. Nimekutana na andiko macho kwa macho, and that andiko linani address moja kwa moja. Yani it's like Mungu ananiambia punguza, like funga breki or something. Naweza nikasema hivyo, like hicho ulichoamua, make sure I'm in it. Hakikisha kwamba na mimi nimeridhia. Hakikisha ni mapenzi yangu. I was like okay God. Yaani ukisikia Mungu anakufuatilia hata namna, hata pale ambapo unamkimbia au unamkwepa, anakufuatilia. Wow. I mean, yeye ndo amenipa ujumbe. Nasema ni note down. Nasema let me refer to a certain scripture ili niandike. Alafu naenda kufungua hilo andiko, napata andiko la nyongeza, mstari wa nyongeza, lakini pia katika sura hiyo hiyo napata andiko ambalo it's calling me out. Napata andiko ambalo Mungu anaamua kunisema, sijui naweza kusema kunishushua, like kunicheck. I don't know how to say kunicheck kwa Kiswahili, but like upendo. I want you to make sure hicho unachotaka kuamua, mimi hayo ni mapenzi yangu. Usifanye tu kwa kurupuka, usifanye kwa mehemko. So I just wanted to share that now. It's really funny how, not funny, it's really amazing. Kwa kweli mimi inanishangaza namna ambavyo Mungu atakupursue, atakufuatilia. Iwe ni umeenda in the deep end, umepotea, iwe ni uko kwenye imani, una mahusiano naye lakini kuna namna tu umezingua. God is still God. He will still pursue you. Bado atakufuatilia, yani mpaka umsikie, umwelewe. Ili unapoamua baada ya hapo, iwe ni wewe umeamua kumpinga yeye, umeamua kuwa mtoto mkaidi bado. Wow. Mungu anashangaza jamani. Mungu anashangaza na anatisha. Nacheka but you should know, mimi huwa nikicheka sio wakati wote kama nimefurahisha. Wakati mwingine nacheka kucover like my fear. I don't know, so hiki ni kitu ambacho kwa kweli namuogopa Mungu jamani. Mungu anashangaza, Mungu anatisha. Anyway, just wanted to share that. You should be expecting videos nyingine kutoka kwangu. Asante sana kwa kunisikiliza. Please share na mtu mwingine, na kama hii imeresonate na wewe, kama umenipata, umenielewa, umerelate na hicho nilichosema, tafadhali niandikie comment yako. Take care, uwe na wakati mwema. Bye.